unayenisikiliza msikilizaji wangu, usikate tamaa. Yesu aliyemfufua Lazaro atafufua uchumi wako, atafufua afya yako, atafufua maisha yako, maana Yesu ni mwenye nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu ajipingi. Yesu ajipingi. Mimi wakati nilikuwa naenda kuhubiri Injili, nilikuwa naendesha pikipiki sana. Nafika hatua miguu inaganda, nilikuwa naendesha pikipiki mguu unaganda. Lakini nikasema hivi, Mungu, uone kwamba nilipofika nimefika hali mbaya mpaka mguu umeganda, niko nachapa kazi yako. Wakati umefika Baba, uliyemfufua Lazaro, kuna mimi nipatie kazi yako ambayo umeniambia miaka mingi. Lakini nilikuwa nikanikiwa katika utendaji. Angalia jana niliuza kahawa kule zikakataa kuja. Alhamisi ndio nilisubiria kwamba Alhamisi nakuwa nao. Kule walishapika mnada kahawa, tunasubiria pesa zije siku ya Jumanne hamuna, zije Jumatano hamuna, zikagoma. Mimi uchungu umeshafanana kama mwanamke anaenda kuzaa, nimeshakuwa na uchungu. Kwa sababu ninajua zikiingia kwenye akaunti yangu ya benki, ninainunua hapo itakishitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikagoma, nikasema Mungu, huyu ni shetani ambaye amezuilia. Lakini Baba, nikiwa hapa kwenye mahubiri ya lunch, niko hapa na ubiri, zilikuwa ni saa 11:30, ziliingia kwenye akaunti yangu. Kasema asante Bwana Yesu. Nililala nasema Baba asante. Asubuhi nilikuwa nimeshaifanyia mpango. Asubuhi na mapema niliamka asubuhi, nikampigia Phineas. Jamani, ndio twende hadi tunaenda kufanya nini? Ndio twende, kuna kazi naenda kupa. Tunafika kule ninasema kazi ni hapa, gari twende. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliacha hapa mchumi wetu baba yupo kwenye maombi. Akasema mnaenda wapi? Nikasema tunaenda, tuna safari leo. Sikumwambia wala niombee. Nilisema naondoka. Sikumwambia nilisema tunaondoka wewe kuombea. Tujua tuombee nini. Tulipokuwa tumeshamaliza kuikeshi, kasema mambo unajua, tuombee tufike salama tayari. Kitu nilichokiomba miaka mingi kimetimia. Na yeye akasema, unasemaje? Kwa nini? Haleluya. Yesu huyu. Na mimi nikasema mimi ndio mwenye kuendesha gari. Leo nimeiendesha. Wewe kuna raha. Acha wewe. Kuna raha. Acha mchezo. Nikasema kumbe raha ziko huko. Shetani ulinizuilia hata mimi unanizuilia raha zangu. Aishi maombi yako yatashindikana kujibiwa, lakini endelea kuvumilia. Siku ya 11 majibu yako yanatokea. Shida una haraka. Shida yetu wa Pentekoste, kinachotufanya tushindwe kubarikiwa, tuna haraka. Tunakata tamaa. Mimi baada ya kariri hii yaani siku yangu ya 11-12 ni baraka. Huwa sina shida, sina wasiwasi. Msikilizaji wangu, tumwamini Yesu. Yesu aliyemfufua Lazaro, aliyekuwa amemaliza siku 4 kaburini. Ukimwamini huyo katika tabu hiyo nayo, Bwana atakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi wamekusengenya namna gani, haijalishi wamekusemaje, haijalishi wamekuita majina gani, kinachotakiwa kwako unyenyekee Mungu, mwamini huyo Mungu na kutenda kazi zake na kujituma na kujitoa. Baba hawezi kukuacha, saa yake itafika atakusaidia. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona jambo ambalo Mungu anafanya. Mungu anatuwazia mema siku zote. Mpango wa Mungu tunaona Mungu utuwazia mema siku zote. Mungu huyu na mawazo yake si kama mawazo yetu. Mungu anatuwazia mema siku zote. Pamoja na kutabika kwako, ipo siku Mungu atakusaidia. Ili uweze kupata neema hiyo, jambo la kwanza unahitaji kupondeka. Mungu anatuwazia mema siku zote. Moja, unahitaji kupondeka na kunyenyekea.
kunyenyekea. Hebu tusome neno la Mungu ambalo litatusaidia usiku wa leo na siku zote za maisha yetu. Isaya sura ya 66 mstari wa 2. Tunahitaji tunyenyekee na kupondeka. 66 mstari wa 2. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Yule ambaye anatetemeka anaposikia neno la Mungu na kupondeka na kutenda yaliyo mapenzi yake, Mungu anaahidi, anasema huyo ndiye atakayemwangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Vitu hivi vilivyo navyo visikutenge na Mungu. Mali ulizo nazo visikutenge na Mungu. Magari uliyo nayo visikutenge na Mungu. Utajiri uliyo nao visikutenge na Mungu. Hebu tetemeka unaposikia neno la Mungu, yafanye yanayopendeza Mungu, na Mungu aweze kuweka akili zake kwako, aendelee kukubariki, aendelee kukuinua, uwe wa viwango vya juu na kuwashangaza mataifa. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Pondeka baba. Ndio maana hapa sasa hivi umeacha kitanda, leo umekuwa uko nyumbani umesinzia, lakini kwa sababu tulikwambia leo tuna ibada, tunamsifu Mungu, umeacha kitanda, ukaacha malazi yangu, ukaja kumwabudu Mungu. Kwa kupondeka kwako, roho ya Mungu iko juu yako. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Na wewe unayenisikiliza ambaye uko dunia nzima, mara nyingi nimekuhubiria Injili. Hebu hiyo Injili ipokee, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Mungu akuazie mema usiku na mchana, uendelee kuwa baraka na utukufu dunia yote. Haleluya. Basi kuanzia leo kwa neno hili, niombe nikujenge, nikutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Likutie nguvu. Neno jingine litakusaidia. Zaburi ya 34 mstari wa 18 hadi wa 30. Litakutia nguvu neno. Ndugu zangu, pondeka. Kiburi ndicho kimetufanya Mungu atuache. Mali tulizo nazo isitutenge na uso wa Mungu. Taabu ulio nayo isikutenge na upendo wa Mungu. Huo ndio wakati ambao unabidi upondeke na utetemeke na uyatende mapenzi ya Mungu. Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye huruma. Yesu ambaye amenichagua mimi na amenipendelea mimi na amenituma kwako leo, hebu huyo mpigie makofi na vigelegele, naye atakuwa msaada kwako. Yesu wetu asifiwe sana. Basi katika ujumbe huu wetu wa leo tunaishia hapa. Naamini ukimwamini Yesu na Mungu atakusaidia. Na wewe ulioko mbali uliyesikia ujumbe huu, mara zote nimekuhubiria Injili hii. Mimi Yesu kwa kupondeka kwangu na kumnyenyekea amenipa kibali leo nikupe ujumbe huu. Kupitia ujumbe huu ukimwamini Yesu, maisha yako yatabadilika, tabu zako zitabadilika. Tumemsikia Mungu anaua, anaweka hai, anafukarisha tena anatajirisha, anashusha chini tena anainua juu, anakuketisha na wakuu na wafalme mpaka unakuwa wa viwango vya juu. Kwa kuamini hivyo, Mungu akubariki.